Hakuna. Kama unafikiria kuna biashara hapa, hakuna. Hapa tunataka tubadilike. Hapa tunamtaka Mungu, hatutaki shetani. Hivyo tu. Sababu maandiko yanatuambia kwamba moto inafanya nini? Inakuja. Kuna pata nataka niwasomee hapa ambayo itatusaidia. Mungu awabariki sana. Itatusaidia. Tuone haya mambo yanaenda namna gani. Unajua ni vizuri tuelewe ni nini itatokea kwanza, alafu nini tena? Nafikiri hiyo itatusaidia sana. Itatusaidia sana. Kuna kitu nataka niwasomee hapa ili itupatie mwelekeo kiasi. Kama hii nitaweza kupata. Kitu nataka nipate hapa. Kama itafichana ni sawa tu. Hapo tuko katika vita. Na nishati huyu shetani tumpige vita. Tumsukume mbali kabisa. Kuna pattern ambayo nabii aliweka hapa. Nataka tuipate. Kama nitaipata kweli. Ati unataka kitu unaona. Okay, nimeipata. Nataka msikize vizuri. Unajua vile tuko tunaishi duniani. Usijipumbaze ya kwamba tutaishi tu milele. Hapana. Hata kabla hatujaingia kwa neno la Mungu. Ndugu yangu, elewa hivi. Kuna watu tumekuwa nao na hawapo saizi. Tunaondoka tukienda tukizika watu. Ukishuhudia. Swali ni hili. Huyu mtu baada ya kuzikwa anaenda wapi? Na unajua itakufikia. Unajua usizikenge watu kidogo hawatakuzika. Watakuzika. Iko siku utakufa na watakuzika. Lakini swali ni hili. Utaenda wapi? Mungu awabariki sana. Hebu sikiza hapa kidogo uone vile nabii amepanga hapa mambo. Kuna mtu alikuwa anauliza swali. Kwamba the church age ending and has blacked out. The bride is called. We have already entered into the tribulational period. Alikuwa anauliza, rika ya kanisa imekwisha? Na sasa mambo imekuwa giza na hata tumeingia katika dhiki kuu. Tuone nabii anasijibu nini. Anasema no. Anasema la. I wished that I could just have more time on that. Ningekuwa na wakati kuhusu hilo. See, unaona? The bride, when she is taken from the church, bibi harusi atakapotolewa kanisani, then the church age will cease. Ndipo rika ya kanisa itafika mwisho. Mungu awabariki sana. Nafikiri kwa wale tulianza hii somo mnajua. Sina mna hivyo. Tuna rika ngapi za watu wa mataifa? Rika 7. Sawa. Sisi tuko katika rika gani? Ya 7, ambayo ni ya baada ya hii hatuna rika ingine. Baada ya hii tunatazamia kuja kwa Kristo. Rika zinakoma. Mambo ya utaratibu wa ulimwengu inakwisha. Hii mambo ya utawala wa kidunia, wa kimapresident na kadhalika inakoma. Tunaenda kuwa na Kristo ndiye atakuwa mtawala. Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Pekee. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Hii itakoma ndugu yangu. Na anasema baada ya Kristo kuja kuchukua bibi harusi. Sasa mambo inaharibika. Aje anasema ya kwamba Laodicea goes into chaos. Sasa rika ya Laodicea inaingia katika mchafuko. Unajua saa hii tuko tunalia hali imeharibika, lakini haijaharibika. Ndugu yangu, waacha Kristo akuja achukue bibi harusi, ndio mtaona ile hali itakuwa. The bride goes to glory. Bibi harusi anaenda utukufuni. And the tribulation period sets in upon the sleeping virgin for 3.5 years while Israel is getting its prophecy. Mungu awabariki sana. Amen. Bibi harusi anachukuliwa anapelekwa katika chumba cha kifalme kule juu mbinguni. Halafu hiyo dhiki kuu inaingia kwa bibi harusi mjinga. Watoto wa Mungu ambao ni wapumbavu. Wanajua neno la Mungu, lakini unashindwa kuelewa ni nini mbaya. Yaani mtu anakaa tu ana uvivu. Mungu awabariki sana. Lakini si kwamba ni mtoto wa shetani, ni mtoto wa Mungu. Sasa maandiko inasema atalipia kwa hiyo upumbavu wake. Ni mtoto wa Mungu sawa, si kwamba atangamia. Ataenda mbinguni, lakini kabla aende, anaenda pitia kwa uchungu. Watu wanaenda chinjwa ndugu yangu. See story, it is true, it is going to happen. Inaenda fanyika. Tukubali, tusikubali. Inaenda fanya nini?
kufanyika. Ilinenwa na inaenda fanyika. Hata hii kanisa itafungwa, hatutahubiri hapa, hautakuja hapa mpaka ukubali mambo ya dini, sababu popa atashikana na dini zote na watatoa amri waseme mpaka mtafanya vile tunafanya ndio muabudu, la sivyo itafungwa. Na wakikukuta hata mhubiri ukiombea mgonjwa unawekwa risasi, haitakuwa mchezo, mambo itakuwa imeharibika. Sababu shetani lengo lake alikuwa aje na bibi harusi, lakini bibi harusi alipochomolewa akaenda mbinguni, anarudi anasema ameenda, na anarudi sasa kwa hao wapumbavu, watu ambao wamesikia neno la Mungu na wanaendelea kujipendeza na mambo ya ulimwengu, na ni watoto wa Mungu. Anakuja kanisani bila anavyopenda, anaweza kuja ama asikuje, na ni mtoto wa Mungu. Nini nafanya hiyo? Ni upumbavu ambaye yako nao. Sasa kile kitafanyika kwa sababu ni mtoto wa Mungu na alifanya mchezo, anaenda lipia. Kulipia vipi? Baada ya biharusi kwenda, sasa dhiki kuitamuka. Na wakati yeye atagundua, kwa sababu vile tuko hapa si tunajua kwamba bibi harusi anatakana nyakuliwe. Na si hata wewe unajua wewe ni bibi harusi. Lakini utakapoona wengine hawako, unakimbia kwa unapata si ndugu plana yuko. Ndugu wenda wazo inakuja nasema wameenda jamani. Basi na Mungu anateremsha sasa ujasiri ndani mwako. Wakija wakisema utakubali sheria zangu, unasema sitaki. Sitaki. Utakubali. Wataweka hapo kidole, wakate hii kidole moja. Nasema unakubali ama hapana? Nasema sitaki. Wakate mkono hivi. Unakubali ama hapana? Sitaki. Basi wanaweka kisu. Mambo hivyo yanaenda kutendeka. Si kwamba mchezo. Sasa kama neno la Mungu limesema, chukua hilo neno. Ishi vile neno linasema. Wakikukataza kitu fulani, waachana bwana. Yaani sasa unataka kufanya hiki kitu ili umpendeze nani? Nashangaa sana ndugu zangu. Hata ukisomea mtu maandiko, mtu anasema wanatufinyilia. Nani anakufinyilia? Nani? We are reading from the Bible. Tuko nasoma kutoka Biblia ndugu. Hakuna mtu anakufinyilia hapa. Hata mimi nafinyiliwa na hilo neno. Niishi vile neno hilo linasema. Yes. Na kama sitaki, wacha ingia kwa raha yako. Hakuna shida. Utakuja gundua hiyo raha itakuwa shida. Sasa hiyo unaona ni raha, lakini itakapobadilika, ndugu yangu, itakuwa shida. Mungu atusaidie sana. Anasema hiyo dhiki kuu itakapoingia, ianze kung'ang'ana na hawa bibi harusi wajinga wa uwawe. Alafu anasema kwa hiyo miaka ngapi? 3.5. Na wakati dhiki inafanyika kwa bibi harusi mjinga, bibi harusi kamili ambaye alikubali neno, ako utukufu katika chumba cha kifalme. Amekaa. Anafanya nini? Anakula. Kwa hiyo miaka ngapi? 3. Kukula. Hiyo ni kukula ndugu yangu. Kwa meza ya harusi. Kwa sababu alipata tabu. Alikubali kutukanwa. Hiyo ndio sababu nataka niwaambie ndugu zangu. Kama unatukanwa, mbona unaona mbaya? Mbona unaona mbaya? Yaani mtu akimtaka sema, unanichafua. Unasema mimi ni mwizi, utasema. Praise God. Bwana, kubali. Wewe kubali. Si Yesu Kristo alikubali? Alikubali. Alitukanwa, alichekwa, alidharauliwa, alifanywa dhihaka zote alizofanywa. Lakini alikubali. Sababu alijua chenye anafanya. Na wewe bibi harusi wake, si una tabia zake? Yes. Mbona unang'ang'ana? Mbona unapingana? Mbona unaona mbaya? Mungu awabariki sana. Amen. Tuko hapo kuchezewa. Lakini kuna siku ambayo watakuja kuona ya kwamba tunang'aa kama Kristo mwenyewe. Na utarudi na kuhukumu hao waliokuchezea. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa wewe kubali ndugu yangu. Kubali. Kubali tu. Praise God. Amen. Lawa anasema kwa miaka 3.5 akiwa anakula, Israeli itakuwa inapata injili. Sasa Kristo atakuwa amehama kwa mataifa, amerudi Israeli, anaamsha manabii wangapi? Wawili. Mmoja na roho wa Musa, mwingine na roho wa Elia. Wachape injili kule. Na huko nafikiri tulidhibitisha hilo kwa maandiko. Huko hesabu iko kamili. Kwa mataifa hatujui hesabu, haijawekwa. Lakini kwa Israeli hiyo imewekwa, imeandikwa hapo 144,000. Watu 144,000. 12,000 kutoka katika kila nyumba ya mtoto wa Yakobo. Mtoto wa Yakobo walikuwa ngapi? 12. Sasa 12,000 mara 12, 144,000. Hiyo hesabu iko kule. Hata kama kuna mamilioni hapo Israeli, lakini 144,000 peke yao wanaenda kukombolewa. Kwa hiyo injili itakayohubiriwa. Mwisho wa miaka 3.5, huyu bibi harusi amelala. Bibi harusi mjinga amelala. Bibi harusi kamili hapo mbinguni. Huyo anapata injili. Mwisho wa miaka 3.5,
vita vya Armageddon vinaingia, na hiyo ndio inaitwa vita vikuu vya tatu vya ulimwengu.